kidogo. Leo hii panda mahindi hapo, siweke chochote. Kama ukipata gunia 5 basi unamshukuru Mungu. Kwa hiyo lengo la hiki kilimo tunataka kurudishe uasili wa ardhi. Kipindi hicho ardhi ilikuwa na rutuba, sasa rutuba imepungua. Kwa hiyo tunataka turudishe uasili wa hii ardhi. Na lengo la pili ni kutunza vyanzo vya maji na viumbe hai. Hii ardhi ndani yake kwenye udongo huwa kuna viumbe hai. Na hivyo viumbe ndio huwa vinasaidia kuozesha haya majani. Watu wa huku, mimi ni mwenyeji wa Shinyanga, lakini watu wa huku wana zile mbuga wanaita fuga. Wakishavuna mahindi ile mwezi wa 4 au wa 3, lile shamba wanafanyaje? Wanalifunika pamoja na yale mabua. Sasa vijiji vingine unakuta wanasema ukilima fuga utapata sana mahindi bila kuweka mbolea. Tafasiri yake yale mabua unayoyafukia ndio yatakuja kuoza na kuwa nini? Mbolea. Na ndio maana kwenye fuga usipoweka mbolea unafanikiwa, kwa sababu yale mabua kila mwaka ukivuna unayafukia. Kila mwaka ukivuna na yafukia. Kwa hiyo unakuta yanarudisha ile nini? Rutuba kwenye udongo. Sijui tunaelewana hapo. Lakini lengo lingine ni kuzalisha chakula salama kwa afya ya mlaji. Nafikiri hilo ameshalizungumzia mwenzangu. Tumetolea mfano kwenye nyanya. Hizi dawa za ukungu ninazopiga kila wiki. Mfano Master Kinga, sijui Spakinga, sijui Innovex. Kawaida kiusalama unatakiwa ukipulizia leo ukae ndani ya siku 7 ndio lile tunda liwe salama kwa mlaji. Sasa kuna mtu anayefanya hivyo. Mle sokoni ukienda pale Mandela pale utakuta kabisa nyanya zimepigwa dawa kabisa, zina dawa moja kwa moja. Lakini watu wanachukua. Ndio maana mzee wangu pale kumuuliza sasa hivi ana miaka 70, lakini anaweza akashinda shambani analima. Sisi kizazi chetu ukifikisha miaka 40 mgongo unauma na moyo umepanuka, sijui mapafu yanafanyaje, ni kwa sababu ya hizo. Na ndio sababu tuko hapo wataalamu kuwaeleza madhara ya hivyo vitu, hasa sisi tunaolima. Sisi wakulima tunachangia pakubwa sana kuharibu afya za binadamu. Tutaenda kuhukumiwa kwa sababu unajua kabisa jana ulipiga dawa ya ukungu, lakini akija mteja unamuuzia na husemi kweli. Kwa hiyo tunashiriki kwenye nini? Kwenye mauaji. Huwa sio lazima utoe panga ukate mtu. Kuna njia nyingi za kufanya. Sababu kila mwaka lazima uweke samaki, lazima uweke mboji, lazima urudishie yale mabaki, ufikia tena ili yaweze kuoza na kurudisha nini? Rutuba ambayo imeshatumika mwanzoni. Lakini nyingine, kupunguza uharibifu kwenye mazingira. Tumeshasema kwamba ukitumia dawa za viwandani mara nyingi huwa zinaharibu mazingira, na hasa unapotumia kando ya mito, na maana maji yale yanachafuka, unaua viumbe hai waliomo kwenye maji. Lakini kwa kutumia hii haina madhara kwa kiumbe yoyote, haina madhara kwa afya ya binadamu na inakuwa salama kabisa. Kuna changamoto chache ambazo zinaweza zikakupelekea wewe ushindwe kuingia kwenye kilimo hiki. Changamoto ya kwanza, kazi ni nyingi. Sawa, kazi ni nyingi, lakini unapokuwa angalia namna unatumia aina hii ya kilimo, inakuwa ni unazalisha vitu ambavyo vinakuwa na usalama wa afya ya kwako na mlaji utakaye muuzia. Sawa jamani? Lakini changamoto kubwa ni zile kazi ambazo zinafanyika wakati wa kuandaa zile dawa. Wengi wanasema ni kazi kubwa ile kutwanga na kufanyaje, lakini changamoto hiyo ni rahisi kwa sababu kuna dawa kabisa ambazo zimetengenezwa ambazo zipo
dukani, unaweza ukaenda kuchukua ili ili kufidia ili uachane na hizi kazi ambazo unaona ni ngumu. Kuna dawa ambazo zipo tayari, kuna mbolea, kuna booster, lakini kuna mbolea kabisa. Kampuni ya Ayala ina mbolea ambazo ni za hazina sumu, ni za kiorganic. Lakini hata umeshawahi kusikia kampuni ya Minjingu? Na yenyewe ina hizo mbolea za asili. Na mmewahi kusikia mbolea za Fomi? Na wenyewe pia wanazo hizo mbolea za asili. Kwa hiyo huna haja ya kuanza kuhangaika. Lakini kwa mazingira ya kawaida, samadi inapatikana kila sehemu. Mboji unaweza ukajitengenezea mwenyewe, kwa sababu mboji inatengenezwa kwa mchanganyiko wa samadi, majani, udongo na mabaki ya jikoni, ambayo yote yanapatikana kwenye mazingira ya kawaida. Kwa hiyo wewe mkulima wa bustani ya nusu eka, robo eka moja, hilo wala sio shida. Unaweza ukazalisha zao lako kwa gharama ndogo kabisa ambayo haiwezi kukuathiri na ukapata faida kubwa. Utauliza, sasa nikiamua kuingia kwenye hiki kilimo, soko nitapata wapi? Naombeni niwatoe hofu. Masoko tunayo ili ujulikane kwamba wewe ni mzalishaji wa mazao ya kilimo hai. Kuna kanuni zake ambazo unatakiwa uzifuate. Kwa mfano, ukiwa unazalisha nyanya kwa kutumia njia ya kilimo hai bila kutumia kemikali yoyote, bei zake huwa ni tofauti. Alafu bei zake na soko lake ni tofauti. Unapoenda kuuza, unauza kwenye kilo, unapima kwa mzani. Pale si wanawasumbua mnaenda kupima madishi mara sijui sana, wanawaibia. Lakini ukianza kuingia kwenye kilimo, utapima kwa mzani. Nyanya 2-3 kilo imeshajaa. Nyanya 2